Aya. Kabarnet hoye. Kabarnet chamge. Omune. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Yaani Kabarnet iko maneno gani? Unapinya nalo? Hata mimi niko na maneno. Ala. Sina mna hiyo? Bas, mimi kwanza nataka niseme asante sana Kabarnet kwa kutukaribisha nyumbani. Mimi nataka niwashukuru sana. Leo nimefika Kabarnet hapa kwa sababu ya shughuli ya maendeleo ya sehemu hii. Si ndio? Ahadi ni nini? Na dawa ya deni. Si ni kulipa? So nimekuja hapa kulipa madeni. Kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba wakati mimi nasukuma gurudumu ya Kenya, lazima nisukume gurudumu ya Baringo. Si ndio? Kwa hivyo mimi leo nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya maendeleo yenu. Kwanza tumeanzia kule Marigat. Kwa sababu mnajua kuna barabara pale tulikuwa na contractor alitusumbua sana anaitwa SBI. Huyo contractor sasa tumemuondoa, nimeleta contractor mpya anaitwa Intex ili atengeneze hiyo barabara kutoka Marigat mpaka Mochongoi mpaka ifike Karandi. Si ndio? Na nimekubaliana na huyo contractor kilomita 40 ni 1.5 years awe amemaliza. Tunaelewana? Kabla hatujapiga kura hiyo barabara iwe imetengenezwa. Tunaelewana? Leo vile vile nimekujia hii barabara yenu ya Kasoyo hapa. Si mimi nilisema tutatengeneza hiyo barabara. Lakini tukasumbuliwa na mambo ya uchumi, mambo ikalete matatizo, barabara zote zikakwama Kenya, lakini leo mimi nimekuja hapa kwa furaha kubwa kuambia sasa niko na pesa ya kutosha kukamilisha barabara yenu ya Kasoyo. Hiyo barabara sasa kutoka hapo iende Riwo imefika pale, Seretunin imefika hapo, sasa itembee ifike Talai, iende chini Kipcherere, alafu iende Kamesamaki. Si ndio? So nimekubaliana na Waziri Davis Chirchir yuko hapa. Waziri Davis Chirchir sasa amri ya hawa wananchi. Davis Chirchir amri ya hawa wananchi ni hiyo barabara isikwame tena. Itakwamia pale Kamesamaki wakati imefika mwisho. Tunaelewana jameni? Pia mliniuliza barabara ya Tenges. Si ndio? Pia mnajua contractor tayari amefika pale. Barabara ya Tenges kutoka chini ipande ngambo. Si ndio? Mpaka iungane na Elgeyo Marakwet. Alafu vile vile nilikuwa na watu wa pale Poror. Pale Poror wakaniambia wanataka barabara ya kuja Poror, kuja Sirwa, kuja Ochi. Hiyo barabara vile vile nimetafuta contractor amefika pale. Nyinyi mnanielewa? Kabarnet mnanielewa? Pia mimi nataka niseme zile barabara zingine zote, barabara ya Inamoi hapo tumepanga mambo yake. Barabara ya Kipsaraman kwenda Kinyach contractor yuko pale. Barabara ingine ya kutoka Esageri kwenda Kiplombe contractor yuko pale. Barabara ile ilikuwa imekwama ya Kamukunji kwenda Mugurin, hiyo barabara vile vile 50% is complete. Ile 50% ingine tumeweka pesa iende mpaka ifike Lake Bogoria. Na nimeweka pesa na Davis Chirchir yuko hapa asimamie hizo barabara tukamilishe. Hakuna vile Baringo itabadilika kama hatutajenga barabara. Ni kweli ama si kweli? Jambo la pili, mliniuliza maneno ya stima. Si ni kweli? Hiyo maneno ya stima sasa nimekubali na tumeleta pesa hapa 1.4 billion ya kuunganisha watu 15,000 homesteads. Tupange na huduma ya stima. Na mimi nitatuma Waziri Opiyo Wandayi akuje hapa na Alex PS wake wapangane na nyinyi mambo ya stima. Tumekubaliana? Vile vile Kabarnet hapa mimi niliwaeleza baba yetu mzee Daniel Toroitich Arap Moi
alitujengea university Eldoret. Ni kweli ama si kweli? Na mimi niliwaambia mwenye kujenga university ya Kabarnet ni mtu kutoka Eldoret, anaitwa William Ruto. Sindio? Tumeelewana? Sasa university nimeanzisha hapa, University ya Kabarnet. Niliwaambia hakuna ile vile hii town inaweza kuwa kama hatuna university. Nimeambia wizara ya housing waanze kujenga hostels ya watoto 1000. Mimi mwenyewe nimetafuta pesa kuanzisha hiyo university. Serikali tutaweka shilingi bilioni 1 katika bajeti yetu ya mwezi wa 10 na 11 supplementary budget. Tutaweka hapo 1 billion. Mpaka hiyo university itashinda ile ya Eldoret, hii ya hapa kwenu. Yenye mnanielewa? Mnasema tujenge university ama mnataka tufanye namna gani? Tujenge ama tujenge? Si watoto tayari wamekuwa admitted hapa? Bas, hiyo barabara ndio mimi nataka mpaka tuwe na wanafunzi zaidi ya 10,000 kwa hii town. Ndio watu wa hii town kuwe na biashara ya kutosha. Tunaelewana jameni? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Ili Kabarnet hii iwe city, pia lazima tufanye affordable housing. Hapa tuko na manyumba 400 tayari inafanya construction. Pale Kiboino nimesema ijengwe another 1400 units. Alafu munitafutie shamba ingine, nataka nijenge minimum 5000 units hapa Kabarnet. Ndio hii town iwe town kamili. Ama nyinyi mnataka kuishi wapi? Yaani mnataka mnaenda msituni alafu mnakuja hapa asubuhi? Simuishi kwa hii town. Ananoma kutayano. Mmoja wa town nini? Mtaishi kwa hii town. Kwa hivyo niwajengee manyumba. Mnasema nijenge? Wewe kama tafuta shamba. Tafuta shamba kubwa nijenge hapa. Hii Kabarnet ndio inuke. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Jambo la 4. Kwa sababu mnajua mimi najenga stadium. Si mnajua watu walikuwa wananipigia makelele. Wananiambia, "Oh, wapi stadium?" Sasa mimi nimejenga stadium ya kimataifa Nairobi inaitwa Talanta. Inakaa watu 60,000. The largest stadium in Eastern Central Africa. Ndio ninyamazishe wale walikuwa wananisumbua. Si ndio? Lakini mbali na hiyo ya Talanta, tunajenga stadium ingine 22 Kenya. Moja yao Kabarnet City. Kwa hivyo tayari tumewapatia milioni 900 ya kujengeneza stadium ya kisasa hapa Kabarnet. Nafikiri tutajenga pale kwa showground ama namna gani? Oh, hapa chini. Ang yun ba showground mo moja undaga? O moja yu? Lakini iko shamba ya kutosha, inataka shamba karibu ya 20. Kwani nyinyi mnataka tujenge kitu ya jikoni? Mnataka umoja ketenya ngele tiari mbili kusirita kwa masin? Nataka karibu 20 acres, hata tutakuja kupima. Ama haitoshi tutasongesha watu wengine hapo. Ama namna gani? Sawa sawa. Kwa hivyo nitatuma wizara wakuje wapime, na nimeambia watu wa KDF wakuje wanisaidie kujenga hiyo stadium ndio ijengwe mara moja. Mimi nataka hiyo stadium ikamilike kwa mapenzi ya Mungu. Hiyo stadium nataka ikamilike by August next year. Tukuje tufungue. Menielewa? Menielewa? Unasanga nijenge hiyo stadium. Tujenge university hapa. Tujenge mabarabara. Tuunganishe stima. Tuinue Baringo. Ile kitu pia nimesema ni kwamba kwa sababu tuko na mvuke hapa ambayo tunaweza kutengeneza stima ya geothermal. Hapa Paka na hapa Tiati. Sasa tumesema tuweke special economic zone hapa Baringo South.
Pale tunaweka special economic zone ekari 5,000. Ndio tuweze kutumia hapo kutengeneza ajira ya vijana wa sehemu hii na kutengeneza bidhaa ambazo tutauza nje ya Kenya kutoka Baringo County. Tumeelewana jameni? Nimeambia Nixon Korir na waziri wake Alice Wahome wa gazette ile shamba ya pale ndio tuweze kuanza kujenga special economic zone, vile tunajenga ile ya Naivasha, vile tunajenga ile iko Eldoret, vile tunajenga ile iko Busia na ile iko Dongokundu kule Mombasa, kwa sababu tunataka tuinue sehemu hii yote. Tumeelewana watu wa Baringo? Wage kwa shine? Nyinyi mnajua mimi na ndugu yangu Gideon Moi tumeketi chini tukaongea, si ndio? Na tumekubaliana. Ako wapi? Si mimi nimekuja kwa niaba yake. Mnataka akuje? Nitamwambia akuje. Lakini tumekubaliana na yeye. Mimi na yeye ni ndugu moja, ama sivyo? Si ndio? Na tumekubaliana tunatembea pamoja. Si ndio? Hatutaki tena maneno ile ya zamani ya kugawana hapa na pale. Tunataka tutembee safari moja, tuunganishe, kwa sababu umoja ni nguvu. Ama namna gani watu wa Baringo? Mauna watu? So tumekubaliana tunatembea sambamba pamoja. Mimi najua nyinyi mlikuwa mmepanga maneno hapa. Mlikuwa na maneno mengi. Nasikia akasikia kibiroga siso chei. Organisi lakini yeko samguni yale kimeche kibagenge hii. Kotoso siri man ngaliot kibagenge. Magibendi pamoja. Agemeche kekoshine, agemeche keratage, asikeseta kisikebore. That is what we want to do. Anane ole. Mauna hata? Kwa hivyo tumekubaliana tunatembea pamoja. Tunaunganisha taifa la Kenya pamoja. Kwa sababu umoja ni nguvu. Na tumesema hatutaki chuki za ukabila, mambo ya kugawana, mambo ya migawanyiko, mambo ambayo inatuletea hasara watu wakitengana. Kwa sababu tunataka kuungana, kwa sababu umoja ni nguvu. So watu wa Kabarnet, mnakubali tuungane ama mnataka tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Mimi nataka nisikie sauti ya Kabarnet, tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono, wale wanasema tuungane. Kwa hivyo sisi wote tuungane, tuwe kitu kimoja, tusukume Kenya mbele na Baringo itusukume iende mbele. Kwa hivyo hiyo ndio maana yetu ya kuungana na kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja. Mimi nimeunganisha dunia ile ingine yote ya Kenya. Hata wale ambao hatukupiga kura na wao nimesema tunawajumuisha katika serikali ya broad based. Ndio tuweze kutembea pamoja, tuwache chuki za ukabila, migawanyiko na ubaguzi. Sote tusimame kwa pamoja, ndio tuweze kujenga taifa letu tukiwa pamoja. Na mimi nawauliza watu wa Baringo, jameni, kwa heshima kubwa mkubali tutembee safari hiyo tukiwa pamoja. Baringo tumekubaliana? Mnasema tembee pamoja? Sasa mimi niko na maombi. Nyinyi mnaniombanga maneno, tunataka ufanye barabara, tunataka ufanye hii, tunataka ufanye hii. Hata mimi niko na maombi leo. Mimi niko na kijana anaitwa Jemite hapa. Huyu kijana huyu. Huyu Jemite mimi namuombea kura jameni. Huyu Jemite mtampatia kura? Huyu kijana. Huyu ni kijana anatosha kuwa mimi, anatosha kuwa kijana yangu, si ndio? Mimi ni mzee kiasi nimekula chumvi. Msinione hivi, si namna hiyo. Kwa hivyo huyu kijana anatosha ama atoshi? Mimi nataka msaidie huyu kijana, tumpatie kura, akuwe seneta wetu. Mnajua seneta wetu, ndugu yetu bwana Cheptumo, William Cheptumo alituacha, si ni kweli? Na nyinyi watu wa Baringo na Waemba kwa heshima, we had a wonderful gentleman called Cheptumo. Na kwa sababu tulimpoteza,
na mama ya Anna Cheptumo, bibi yake, nikamfanya akawa waziri, yuko hapa, si ndio? Kwa heshima ya ndugu yetu William, si ndio? Sasa tukapata nafasi ya kuchagua huyu mama Anna Cheptumo, sasa ni waziri wa agenda. Wapi makofi ya huyu mama Anna Cheptumo tayari, si ndio? Na huyu mama ni pia wakili, msinione hivi ati alikuwa tu mtu hivi. Huyu ni wakili, amejipanga vizuri na ananisaidia pale kunipanga mambo ya kina mama na mambo ya agenda na mambo ya jinsia. Tunaelewana? Lakini sasa mnajua tuko na nafasi ya kuchagua seneta mwingine, si ndio? Na mimi nataka niwaeleze watu wa Baringo. Hii Baringo imesumbuliwa miaka nyingi na mambo ya kukosekana kwa usalama. Na mimi nilitoa amri na niliwaambia nikisimama hapa Kabarnet ya kwamba mambo ya majangili na bandits tutapambana na wao. And I want to promise you, hawa watu wa kuiba ng'ombe hapa na bunduki kidogo kidogo, hawa watu nitawasort out completely. Tayari wamerudisha bunduki 600 na bado kuna wengine wako na bunduki, na nimewapatia ilani, yani ile notice, warudishe bunduki mapema. Wasiporudisha bunduki haya basi, mtu asiniulize maswali mingi. Sijui kama tunaelewana. Yes, hatuwezi kuendelea kuwa ni county ya mayatima na watu widows, si ndio? Watoto wanazaliwa hakuna baba, wajane wa mama hakuna mzee, ameenda kwa safari na mambo ya upuzi. So nimesema tumeweka askari ya kutosha. Nimepatia amri huyu Kipchumba Murkomen. Wewe Kipchumba Murkomen, nimemwambia ako area hapa atasema. Nimemwambia mpaka bunduki yote iwe katika mikono ya serikali. Mwananchi, hakuna ruhusa ya mwananchi kutembea na bunduki ambaye ni bunduki haina leseni ya kuumiza watu wengine, kulete ukosefu wa usalama, watoto hawasomi, mayatima ni wengi, widows ni wengi. Hiyo maneno hatuwezi kukubali Baringo County miaka 60 baada ya sisi kuwa taifa huru. So we have made a conscious decision. Sasa kila mtu tunataka tupatie kitambulisho ndio tuweze kusukuma taifa letu la Kenya mbele. Watu wa Kabarnet tumeelewana? Mnasema tushirikiane? Mtanipatia huyu senator akuja anisaidie kusukuma kazi, si ndio? Wapi nduru ya Chemitei jameni? Huyu kijana, wewe Chemitei, panda hapo, sema na watu ya Baringo hapa nisikie. Baringo Central oye! Baringo County oye! Kwanza kabisa